Wageni wa Mwanga. Usiku mmoja tulivu, anga lilikuwa kimya kupita kawaida. Nyota zilionekana karibu kama mtu angeweza kuzinyoosha tu mkono aziguse. Ghafla, mwanga mkali ulitokea katikati ya anga. Haukuwa kama nyota, haukuwa kama ndege. Ulikuwa tofauti, wenye rangi tatu zinazong'aa: bluu, kijani na nyeupe. Watu wa kijiji cha Nyarugusu wakaanza kutoka nyumba zao, kila mtu akijiuliza, huu ni nini? Kadri mwanga ulivyozidi kushuka, upepo mkali ulipuliza, ardhi ikatetemeka kidogo. Ndipo kitu kikubwa kama tufe la kioo kikatua taratibu bila hata kelele. Mlango wake uligawanyika kimya kimya kama roho inafunguka. Walitoka viumbe watatu. Sio wa kutisha, walikuwa wenye mwanga badala ya ngozi. Miili yao iling'aa kama vioo vinavyoreflect mwezi. Macho yao yalikuwa makubwa, meusi, lakini tulivu kama ya mtu mwenye hekima ya miaka 1000. Walitembea kimya, miguu yao haikugusa ardhi, waliteleza kama upepo wa baridi. Wakaelekeza mikono yao juu na mwanga kidogo ukawazunguka. Ndipo mmoja wao akaongea, lakini si kwa mdomo. Sauti ilisikika moja kwa moja kwenye akili ya watu. Hatuji kwa vita, tunakuja kwa ujumbe. Kijiji kizima kilitetemaa kwa hofu na kustaajabu. Viumbe hao walijitambulisha kama Arvians, wakisema wanatoka nyota iliyo mbali sana, nyama ya mtu kufika. Walisema wamekuwa wakifuatilia dunia kwa mamia ya miaka, wakiona jinsi wanadamu wanavyoendelea na jinsi wanavyoiharibu dunia pia. Walimwonyesha kiongozi wa kijiji taswira hewani, kama skrini ya mwanga ikiwaonyesha sayari yao yenye milima ya kioo na mito inayong'aa kama dhahabu iliyoyeyuka. Lakini pia walionyesha vita ya angani iliyowafukuza kutoka kwao. Walikuwa wakitafuta mahali pa kujifunza, si pa kutawala. Tunahitaji marafiki, si watumwa, mmoja akaongea kiakili. Baada ya mazungumzo marefu ya usiku huo, walitoa zawadi ndogo, jiwe dogo lililong'aa lililoweza kutoa nishati isiyoisha. Walionya kwamba dunia iko hatarini, si kwao, bali kwa watu wenyewe, na walitoweka taratibu ndani ya tufe lao. Mwanga ulipanda juu, juu mpaka likawa chembe ndogo kama nyota nyingine, kisha likatoweka kabisa. Na tangu siku hiyo, kizazi cha kijiji cha Nyarugusu kiliamini, sisi si peke yetu kwenye ulimwengu, na wageni wa mwanga wanaweza kurudi siku yoyote.